Zainab. Karibu. Asante. Nimefurahi kupajua kwako. Inaonekana ni kijana mpambanaji. Ndo maisha ya Uswahilini kwetu. Chumba unalala huku, choo uani nje. Hamna kawaida tu hata sijali. Ndo maisha ambayo tuko nayo sasa hivi. Kwa hiyo tunapambana bado. Kuna kipindi kifika. Choo, chumba ndani mmo. Ila bado. Mungu atakufanyia wepesi. Tuseme inshallah. Karibu maji, maana mwanzo ulikunywa kidogo. Kunywa maji ndo hai. Hamna nitakunywa hata. Kunywa bana. Kunywa kidogo. Maji ndo hai, wanasema vitu. Kwa hiyo tunahitaji tu tunakunywa maji mengi. Zainab. Nikwambie kitu. Niambie. Unajua ni msichana mrembo sana. Yaani ni mwanamke ambaye kila nikutazama na sio mimi tu. Mwanaume yote ambaye amekamilika. Kila nikutazama basi lazima atamani kuwa na wewe. Zainab. Dawa.
Halo. Inakuaje? Kaka, umenielekeza kwamba nikishapata mzigo wako nije Mto Msimbazi. Cha ajabu nimekuja Mto Msimbazi kaka sikuoni. Alafu unajua unaniletea mimi ni michezo, alafu mimi mwenyewe mtoto wa town kitambo mwanangu. Acha uoga dogo. Mimi niko hapa. Sogea mbele kidogo utaniona. Uko wapi? Mbona mimi sikuoni? Umesikia? Mbona nimeshakuona hapo? Sogea hatua 10 mbele utaniona. Acha mapepe. Kwa hiyo nisogee tena mbele, si ndio hivi? Sogea mbele. Baridi, mimi nakuja hapo dakika moja. Oya kaka. Mimi nimeshasogea sasa hapa mbele uliponiambia nisogee. Nimeshasogea. Sasa nahitaji mzigo kaka, wakati kitambo simuona bwana. Mbona unataka kuniletea michezo mzee? Nimekwambia hivi. Fanya kama tulivyokubaliana. Weka mzigo chini. Piga hatua 10 mbele. Utamwona dada yako. Wapi? Simuona sisi wangu bwana baba bwana ndio mambo yako basi sikia basi baba. Mimi mzigo wako ninao. Mimi kidangu ni sisi wangu ndio maisha yako na kuelekeza. Basi sawa basi. Naweka mzigo kama mimi naweka. Baridi. Wewe umesema nikwenda mbele ya tuangalie jina yuko. Kaka unajua ukinitia michezo ni mwenye msela, unajua maisha yako na kukuelekeza bwana. Baridi. Unaniletea michezo vipi? Tangu hayupo mwanangu, umechukua mzigo mwanangu. Oh, asikia babu. Bado poa mwanangu. Wewe unajifanya mtoto wa town? Unajifanya mtoto wa town, umechukua mzigo mwanangu umeondoka. Sikia babu. Oh, Chegwe vala babu, mimi mwenyewe mtoto wa town kitambo. Huo mzigo uliochukua hamna kitu. Wewe choko tu kama machoko wengine. Unaniletea michezo mwanangu. Unaelekeza maisha yako kwamba sister yangu yupo, afu kumbe hayupo mwanangu. Oh, bado poa. Bado poa. Wewe mtoto mdogo tu, afu mimi nakutafuta mwanangu. Wejeni. Ina maana unisikia au? Wejeni. Wewe. Sina kuita. Unajifanya unisikia au sio? Wewe na mwanao jua jao wewe.
We mwanao juzi ujue kidogo afe mwanao. Nimefanya kumstiri mwanao, nimemweka geto kwangu. Wauni wako wanamkimbiza kaiba sijui kafanyaje huko. Nimemwokoa afu ananibia simu. We mwenyewe juzi hapa mwanao hivyo hivyo. Kaleta ugaege mimi nimekupa hela yangu, we mwenyewe umechimba pia. Umeletea mchezo umechukua hela yangu. Kwa vipi mimi nataka vitu vyangu. Sikia nikwambie. Swala la kuhusu mwanangu mtajuana wenyewe. Na ndio maana hata siku ulipomkuta nyumbani nilimkataa. Unanielewa eh? Na swala la kuhusu mimi. Kwani kipindi cha nyuma hujawahi kuenjoy? Kona unaletea mchezo au si? Hebu acha ushamba huko. Wejeni. Wewe. Wewe. Amka. Wewe amka. Mbona kupuia? Tunasumbuana nini amka? Kwa nini umevaa nguo zangu? Umevaa nguo zangu uone au? Uko natakaje hapo? Natakaje nini umevaa nguo zangu? Sawa umevaa nguo huko natakaje? Kwanza ni nani? Nikuulize wewe nani wewe ndani? Maana nipo kwa bwanangu, wewe kwa nani yako? Kwa bwanako? Nikuulize hivyo. Eti kwa bwanako. Yaani unajitapa kabisa kwa bwanako. Wewe unajua mimi nani hapa ndani? Utajua mwenyewe ndio maana nikakuuliza. Kwa nani yako? Mimi hapa kwa kakaangu. Unafika kwa kakako? Una mamlaka yote. Mimi kichumba changu. Hadi kama kwa kakako mimi kwangu. Dada. Kuwa na heshima. Sawa? Utatoka sasa hivi humu ndani. Unatoka. Sitoki. Unatoka. Sitoki nakwambia. Kama ndio unaleta humu ndani ndio utatoka. Hautoki. Ndio maana yake. Unatoka. Sitoki ngomeni achi. Toka humu ndani. Sitoki. Toka. Sitoki. Toka humu ndani. Toka. Sitoki nakwambia. Dada sitoka niua. Niache kwanza. Niache. Nikwachie vipi? Unatoka humu ndani. Niache nakwambia. Kama umeshazoea malaya, kuleta ndani kwa watu ulizage na familia nyingine. Shida nini? Haya mambo ni ya kuongeleka. Alafu nimekuja kwako sijakukuta. Kumbe upo hapa. Isitoshe na mimba yako. Nakuomba Justine, shuka hapo. Tuongee tafadhali. Justine, unataka kufanya nini tena? Mbona unakuja nyumbani kwako Justine?
na kiumbe chako mwenzako. Usifanye vitu kama hivyo, na kuomba shuka tuzungumze. Justin, na kuomba usifanye vitu kama hivyo, maamuzi hayo ni magumu. Justin, na kuomba tuzungumze. Usichukue maamuzi magumu kama hayo babangu. Shuka basi tuzungumze Justin, na kuomba. Justin, tunakuomba babangu. Hivyo. Kitu kama hicho usifanye Justin, ni mambo ya kuzungumza tu haya, taisha Justin. Shuka. Chomba. Nataka damu mimi. Inachoma moyoni. Tunaendana, hamoni hata mkitutazama. Tunapendana. Hii nafasi nilikuwa naitafuta kwa kipindi kirefu sana. Naomba unipe hata dakika 5, nataka nizungumze na wewe. Kuna kitu nataka niongee na wewe, nakuomba. Mbona kama vile michezo hii? Huyu mwanamke si alikuwa na mshikaji ndani kule, alafu anajifanya kama ananipenda. Huyu mwanamke atakuwa ametumwa na mshikaji huyu. Uende ikawa wameshtukia mchezo niliofanya. Ila mimi ni mjanja na mimi ni mtoto wa town kuliko wao. Haiwezekani. Sikia wewe. Sasa hivi akili yangu haipo na wewe mwanangu. Fanya maisha yako. Hichi kichwa kiporesi mondokasi. Nikaushie. Mbaya zaidi mwanangu, sister yangu. Hivi ni nani aliomba mapenzi? Mbona amenishika babaya? Najitahidi ila siwezi, moyo umependa vibaya. Hivi ni nani aliomba mapenzi? Mbona umenishika babaya? Najitahidi ila siwezi. Siri ya moyo kisha penda, mwili sina nguvu, yani nyanga. Najitahidi sije kwenda, wangu weturufu, nami nishaza. Kidawa. Kidawa rafiki yangu,
naomba unisamehe sana. Naomba unisamehe kwa kuacha muda mrefu peke yako. Haikuwa dhamira yangu, ni dharura tu. Naomba unisamehe rafiki yangu. Usiwaze dai, nimeshakusamehe. Kwa sababu wewe ndo msaada wangu. Sijawahi kupata rafiki kama wewe na hakuna na haitotokea. Asante kwa vitu unavyonifanyia. Sina cha kukulipa ila Mungu atakulipa tu rafiki yangu. Usijali Kidawa, mimi ni jukumu langu kukusaidia wewe. Wewe ni rafiki yangu pia, ni kama ndugu yangu. Kwa hiyo usijali Kidawa. Nashukuru kwa yote unanifanyia. Ila Zai, vipi kuhusu kakaangu? Mabopa sasa hivi itakuwa na wasiwasi, hajui mimi nilipo. Naomba basi umtafute umwambie ajue kama mimi naishi na wewe hapa. Kuhusu kakako Kidawa, usiwazi, anajua kila kitu. Na hata hapa nilipotoka nimekutana naye, amesema baadaye atakuja kukuona. Kweli Zai? Kweli, kwa ondoa wasiwasi kuhusu hilo. Kako anajua kama upo hapa na unaishi na mimi. Sawa. Hata hivyo Kidawa, ni unazidi kunitia matumaini rafiki yangu. Nilikuacha ndani lakini nimekukuta nje. Namaanisha kwamba umetoka mwenyewe umetembea. Mungu atazidi kukujalia rafiki yangu, utarudi katika hali yako. Sawa. Haya Kidawa, nyanyuka maki nisi toka muda ule sasa nika umekula. Twende ndani. Yeah, mission complete. Shit. Dogo alifamika mjini. Wewe alimuonesha sasa maana ubaya ubwela. Sister. Sister. Umefika saa ngapi? Mimi nimefika sasa hivi. Unaonekana una mawazo sana eh? Na mawazo juu ya yale majibu niliyopata. Mimi naomba tu nisikilize vizuri dada yangu. Kwa hali uliokuwa nayo sio ya kuwa na mawazo. Sio ya kukaa kufikiria kufocus na ugonjwa ambao umeupata. Mimi nikuombe tu dada yangu kwamba huo ugonjwa uliokuwa nao usikufanye wewe kuikosa amani wala furaha.
Alafu huo ugonjwa uliokuwa nao hautaki uwe na mawazo, maana utakusababishia kudhoofika kwa afya yako. Kwa hivyo mimi nikuombe tu kitu kingine dada yangu, kwamba naomba uchukulie huo ugonjwa kama suala la kawaida tu, yani uwe na amani, ukae yani kama binadamu wengine wanavyoishi, au uishi kama mwanzo, lakini usikae kwa mawazo. Usikae unafikiria kwamba kwa nini umeumwa au kwa nini upo katika hali hiyo. Usio unajiuliza maswali hayo, kwa maana itakusababishia mambo mengi yatakuathiri katika afya yako. Lakini pia mimi nisiongee sana dada yangu, ujio wangu wa hapa ni kwamba mimi nimekuja, kuna kiasi kidogo cha pesa nataka nikusaidie. Hii hapa. Asante sana kakaangu, maana ni hata sielewi yani hapa nikupoelewi nianzie wapi, hizo dawa naenda kuchukua na nini, yani nikupoelewi. Nashukuru. Au sijali, kuwa na amani. Hiyo pesa nilokupatia dada yangu sio kwamba mimi nina pesa sana, au sio kama mimi nina uwezo mkubwa sana, hapana. Kama unavyoniona maisha yangu mimi mwenyewe magumu, na kazi zangu ninazofanya pia naona nisiongee sana kwamba haistahiki wewe kuzijua, ila hiyo pesa nimekupatia kwa ajili ikusaidie wewe. Ikusaidie kwenye nini? Kwa sasa hivi hapo naomba tu kama utaweza ukipata ka nguvu angalau kidogo, uende ukanunue dawa uanze kuzitumia. Lakini pia hiyo pesa nilokupatia, jitahidi ule chakula kwa wakati. Lakini pia swala la mwisho kwenye hiyo pesa, jitahidi ununue matunda mengi uweke ndani, kwa maana pesa haikai. Kwa hivyo mimi pia nisiendelee kuongea sana, kwa maana kwamba nikiendelea kuongea sana pia muda na yenyewe unaenda. Hapa nilipo dada yangu mwenyewe nina misala yangu na majanga yangu. Kwa hivyo ninavyokusaidia wewe na kusaidia kama vile namuona dada yangu Kidawa, kwa maana kwenye majanga alokuwa nayo nahisi ni kama ya kwako tu. Kwa hivyo mimi sina budi kwa sasa hivi kukusaidia wewe. Huenda labda nikikusaidia wewe Mungu atanifumbua kwamba dada yangu yupo wapi. Ingali kwa sasa hivi mimi nimeshakata tamaa, kwa maana kila jua linapochomoza na linapozama nazidi kukata tamaa. Lakini napiga moyo konde, naendelea kumtafuta dada yangu. Kwa hivyo dada yangu, mimi nisiongee sana. Mimi naomba nikuache, niondoke, nikaendelee kumtafuta dada yangu. Kidawa. Kidawa. Vipi rafiki yangu? Tumbo linaniuma. Au nataka kujua na malaria? Tumbo linaniuma. Ila mbona joto lako liko sawa? Pole basi, baadaye tutakupeleka hospitali, sawa? Pole rafiki yangu.